Kujuzana na moja kwa moja turudi hapa jijini Nairobi ambapo mchakato wa kuibadilisha katiba kupitia ripoti ya BBI unaendelea, na hivi leo kamati maalum ya BBI inasema imekamilisha ukusanyaji wa saini, bado kuzipeleka kwa IEBC. Tujiunge na mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Jeff Kirui ambaye yuko na kamati hiyo kutujuza kinachoendelea na kitakachojiri hapo kesho. Jeff, kwako. Na asante sana Lofty. Kando na masuala ya kungatuliwa kwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko, kuna mambo ambayo yamekuwa kiendelea pembeni, na ni masuala yanayofungamana na mswada unaotarajiwa kuwasilishwa katika tume huru ya uchaguzi IEBC, mswada wa kubadilisha katiba, na hiyo inatokana na mchakato wa BBI. Na wiki jana kulikuwa na mchakato wa kuchukua saini milioni 1 kutoka kwa Wakenya, na kufikia Alhamisi wiki jana kulikuwa kumekusanywa saini takriban milioni 5.2, na hivi sasa najiunga na kiranja walio wachache katika bunge la taifa, na pia kiongozi ambaye alikuwa mstari wa mbele kwenye mchakato huu wa BBI, Junet Mohamed, ambaye atatueleza ni yapi ambaye yamekuwa yakiendelea kwenye kamati hiyo ya BBI. Karibu sana mheshimiwa KTN News. Hivi sasa mmefikia wapi kuhusiana na swala hilo la kukusanya saini, na kutoka hapo mnaelekea wapi? Kwanza kabisa nataka kuambia ya kwamba tutakuwa na taarifa kamili mida wa saa 7 leo, ambaye tutaongea na Wakenya kuhusu mwelekeo wa BBI. Lakini tumeendelea vizuri, tumepokea masahihi kutoka pembe zote za nchi, na tulikuwa tunaziangalia, tunazikagua kwa hizi siku 5 iliyopita, na nafikiri sasa ziko karibu kukamilika, na tutatoa mwelekezo saa 7 kamili. Sasa hatua gani ya pili tutachukua katika mambo ambayo yanaendelea. Labda uweze tu kutueleza ni lini haswa saini hizi zitapelekwa kwa tume huru ya uchaguzi ya IEBC? Nafikiri kama zitapelekwa kesho, siku ya Ijumaa zitakuwa zimefika, Mungu akitujalia. Zimekamilika. Nafikiri tutapeleka kesho ama kesho kutwa kama tumechelewa. Wiki hii itakuwa imeisha. Na kulikuwa na saini takriban milioni 5.2, lakini mlikuwa mmesema kama kamati kwamba mnaenda kudhibitisha saini hizo kabla ya kuwasilisha. Sijui baada ya kudhibitisha, kuchuja zile watu walikuwa wamefanya visivyo, mmebaki na saini ngapi kufikia sasa? Jana nilipopitia sehemu za kukaguliwa, tulikuwa tumekusanya sahihi milioni 5.2 zikielekea milioni 6. Lakini tukikagua zote, nafikiri tutabaki na kama milioni tuseme 4 ama milioni 3.8 kitu kama hiyo. Tutakuwa na sahihi nyingi sana ambaye zitakuwa juu zaidi kuliko hiyo milioni 1 ambayo inatakikana. Kumekuwa na mazungumzo ama mjadala kuhusiana na swala hili la BBI, na kuna wale ambao wanasema kwamba kutakuwa na mabadiliko, ama wamekuwa wakisukuma kuwe na mabadiliko kwenye mswada huu. Sijui kufikia sasa kuna mabadiliko yeyote ambayo yanatarajiwa kwenye mswada huu unaotarajiwa kuwasilishwa kwa IEBC na baadaye kwenye kaunti 47 kote nchini. Wakati ya kufanya mabadiliko iliisha zamani. Hiyo kipindi ilifungwa zamani. Na wale ambaye bado wanaota ndoto ya kubadilisha sijui nini, hiyo imepitwa na wakati. Sasa hii tuko katika kipindi nyingine. Tulikusanya maoni ya watu 200. Tumesanya maoni ya watu tena baada ya Bomas ya kwanza. Tumesanya maoni baada ya Bomas ya pili. Hatuwezi endelea kusanya tu maoni ya watu. Maoni ya watu haitaisha. Sasa hii tuliingia kipindi ya kusanya masahihi, na tumesanya masahihi. Baada ya kusanya hizo sahihi, tunakwenda kwenye IEBC, then inakwenda kwenye county assemblies. Mambo ya maoni iliisha zamani. Kama uko na maoni yako, sasa we pia tengeneza mabadiliko yako ya katiba wakati yako. Mambo ya maoni iliisha zamani sana ndugu yangu. Mimi nashangaa nasikia hapa mjini watu bado wanaongea juu ya maoni, kwa sababu kila kitu iko na muda. Hii maoni ya BBI ilichukua mwaka 2. Maoni ya Bomas ile ya kwanza, ile Bomas wakati tulikuwa tunabadilisha katiba, ilichukua mwezi 4 peke yake. Na hii watu walikuwa na muda ya mwaka 2. So mimi naona hatuwezi kuishi katika muda ya maoni. Lazima nchi isonge mbele ili maisha isonge mbele. Sasa sisi tutaendelea mbele, tupeleke masahihi kwa, na nimeshangaa kuna watu ambaye nimeona kwa runinga, kwa kwa redio nasikia wengine walikuwa wametoa maoni yao kwa hii BBI. Kama Profesa Kivuza Kibwana, tumetembea na yeye katika rallies ya BBI huko Mombasa, aliongea.
tulikuwa na yeye Kitui aliongea, tulikuwa na yeye sijui wapi, alikuwa part and parcel of this process. Sasa hii ndio mimi naona jana kama anasema maoni ya wananchi haikuchukuliwa. At least yake imechukuliwa, maoni yake iko hapo ndani. So sasa ndugu yangu, hii sio maoni, watu wako na fitina nyingine. Na sisi hatuwezi kurudishwa nyuma na fitina, tunataka kusonga mbele. Yeah. Kuna hoja ambayo imependekezwa na moja wa wale ambao walipendekeza hoja hiyo ni naibu rais William Ruto, akisema kwamba kuwe na maswali kadhaa, si swali moja tu la au ndio, kuwe na maswali kadhaa iwapo unaunga mkono pendekezo hili useme la au ndio, badala ya kukuwa na swali moja tu kwa mswada huo wote. Unajua katiba ukiangalia inaongea juu ya bill. Haiongei juu ya swali hii, swali ile, swali lile, haiongei juu yake. So sisi tumetengeneza kama kamati bill ambaye imebeba maono ya wananchi ambaye ilisanywa kwa muda ya miaka 2. Tunataka kuweka hiyo maono mbele ya wananchi ili waseme tumekubaliana na hii maono na ni vile tulisema ama la. Sio vile tulisema na tukubaliane naye. Yeye kama anataka kufanya mtihani ya shule atengeneze yake. Anaweza badilisha ile hoteli yake Weston ikuwe shule, achukue mtihani, aseme hii multiple choices A, B, hiyo ni yake. Sisi tunataka tulete mbele ya wananchi maoni ambayo tumesanya kwa wananchi. Na wananchi wathibitishe kama hii maoni ni ile yao walipeana miaka 2 zilizopita ama sio hiyo. Hiyo ndio jambo ambayo tuko naye hapa mbele. Swali langu la mwisho kabla ya kuachilia ni kuhusiana na idadi inayohitajika kuunga mkono mswada huu. Tunajua kwamba ni sharti kaunti 24 ziunge mkono mswada hili ikija ipite na iletwe katika mabunge haya yote mawili. Sijui ilivyo, mnapanga vipi kuhakikisha kwamba mnapata idadi hiyo katika kaunti zote 47? Sisi tunatarajia kupata zaidi ya kaunti 30. Kwa sababu tumechukua maoni kwa kaunti zote 47. Na tunataka tupeleke hiyo maono na hiyo bill kwa kaunti 47 yote. Na nina hakika tutapata zaidi ya kaunti 30, 35. Baada hiyo tutapeleka kwa wananchi waamue. Hakuna haja ya kuvurutana, hakuna haja ya kelele. Hii kitu mwisho itapelekwa kwa mbele ya wananchi. Wananchi wataamua kwa siku moja tu, sio siku 2. Wataamuka asubuhi waseme nakubaliana na hii ama sikubaliana na hii kitu. Sasa kama wewe uko na siasa nyingine ya kuhujumu hii mambo ya uwiano na maridhiano, hiyo sasa ni uko na siasa nyingine tofauti, sio mambo ya BBI. Kwa sababu hawa watu walikuwa wanasema miaka 2 iliyopita yote BBI haifai, BBI sio kitu ya maana, BBI haisaidii nchi. Sasa hii tena baada ya mwaka 2 wanakuambia tunataka tuhusishwe kwa hii kitu. Sisi sio wajinga na sisi sio watoto. Kama unataka kukubaliana ama kukosa kukubaliana na hii jambo, subiri siku itafika ambayo utakubaliana naye ama utakataa naye. Watu ambaye wamegawa nchi mara 2 wamesema hawa ni walala hoi na hawa ni walala hai, hawa ni matajiri, hawa ni maskini. Ndio leo wanatuambia tunataka kugawa nchi kupitia BBI. Wewe mwenyewe umegawa nchi mara 2. Umesema hawa ni walala hoi maskini, mimi ndio kiongozi yao. Na hawa ni matajiri, ni dynasties. Hawa ndio. Wewe mwenyewe uligawa nchi. Sasa hii tena unarudi unasema BBI inataka kugawa, BBI inataka kuleta nchi pamoja. Wanataka kuleta walala hoi na walala hai pamoja ili wakuwe Wakenya mmoja. Wewe ndio ulishagawa nchi zamani. Naam, huyo amekuwa ni kiranja walio wachache katika bunge la taifa, Junet Mohamed akizungumzia swala la BBI. Kumbuka kwamba mpira sasa pindi tu saini hizo zitakapowasilishwa kwenye tume huru ya uchaguzi IEBC, mpira utakuwa upande wao kudhibitisha saini hizo kabla ya mswada huo kuwasilishwa katika kaunti zote 47, ambapo kaunti 24 zinafaa kuunga mkono ili mswada huo upitishwe na baadaye kuwasilishwa katika mabunge yote mawili, bunge la taifa na bunge la seneti. Lofty. Na asante Jeff. Jeff, wewe ni mlala hoi ama mlala heri? Kufikia sasa hilo litajibiwa